Hi guys. So kama mlivyoona kwenye hizo screenshot hapo. So last week mida ya saa 3 asubuhi time ya Marekani ambayo ni kama saa 2 usiku TZ, right? Nilipata hiyo text message, mtu akiniambia kwamba Mange, nimeshuhudia utekaji hapa kwa mkuu wa wilaya. You see, I didn't take it that serious because first of all kuna watu sometimes wanakujaga tu kuniletea message ili tu yani ya tukio ili tu nipige nao story. You see, so yani I didn't take it serious kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna habari yoyote ya mtu kutekwa or anything. So nikamoji tu juu. Lakini huyu jamaa alikuwa very shaken up. Lakini kwa sababu naye alikuwa juu na nikatekwa, you know, kwa hiyo akaiachia hapo until yesterday issue ilikuwa kubwa ndo alivyoelewa sasa kwamba tukio aliloliona ni tukio la huyu mfanyabiashara wa madini. Unajua? Ndo akarudi sasa kunipa details of what happened. So yeye alikuwa anavuka ile roundabout ya Matumbo. I think that's the name. Ya Matumbo. Anavuka. Wakati anavuka akasikia sauti kubwa upande wa pili wa barabara ambao ni kwenye ile ukuta wa mkuu wa wilaya. Akasikia pale makele, yani sauti kubwa, mtu anapiga kelele, "Uwi nakufa! Uwi nisaidieni!" Unaona? Kwa hiyo aliposikia vile akavuka sasa, ili akaone what's happening. Ndio hiyo video nitawekeni hapa video ili muone exactly the place alosikia ile sauti. Okay? So nitawekeni hapo video na picha nitaiweka round hivi ili muone the exact place aliposikia zile sauti na alipovuka kwenda. Kwa hiyo yeye akavukia kwenye ile geti la BOT ambalo wanaingizia pesa lile, ndio akavuka kwenda upande wa pili. Kwenda upande wa pili ndio anakuta sasa zile pushani. Okay? Ikaja Prado nyeupe ina tairi nyuma. Yaani hata haijasimama vizuri. Wakashuka watu 3. Wamevaa mask na helmet. Unaona? Wamevaa mask na helmet, wana mabunduki sasa. Wanamlazimisha yule purukushani, yule ataki kuingia. Wanalazimishana naye. Sasa wakamuona yule jamaa. Wakamwega mtutu, wakamnyoshia mtutu. Wewe. Sasa kulikuwa kuna Prado nyeusi pale. Yaani pembeni ya ile Prado ya white. Kwa hiyo akajificha nyuma ile Prado nyeusi, akajifanya kama hapa anakojoa. Yaani kama yani akajifanya kama vile alikuwa bize na mambo yake, Sasa unaambiwa walivomchukua yule jamaa, wakamuingiza kwenye gari, unaambiwa gari ikatoka hata hajafunga milango, unaambiwa speed ikatoka. Sasa guess nani alikuwa upande wa pili, yani kama vile ana monitor ile tukio lote pale? OCCID wa Arusha Mhita alikuwa pale mwenyewe anasimamia ile tukio. Na warudia, OCCID wa Arusha alikuwepo kwenye tukio lile mwenyewe, anashuhudia. Yani kama vile ndo anasimamia. Yule jamaa katekwa na OCCID wa Arusha. Yule Mhita ndo kamchukua yule jamaa kaenda kumuua. Sasa kwa nini? Nani kamtuma huko kwenye government? But jamaa kauawa na polisi wa Arusha wenyewe. Yani OCCID mwenyewe ndo kasimamia ile show. Yule jamaa kuchukuliwa na mpaka kuuawa. So tusipoteze hata time sijui nini. No. OCCID wa Arusha Mhita ndo kafanya ile tukio la huyu jamaa aliyekutwa kauawa Dodoma. So just the country we live in. Na huyu jamaa alileta hii habari sasa hivi, yani imebidi aondoke, but he had to tell me what happened. Lakini ndio hivyo, anaogopa sasa hivi na yeye kwa mimi nitaendelea kumonitor huyu jamaa alileta hizo habari kama au polisi wa Arusha wataenda kummaliza na yeye kwa sababu ni shahidi, I don't know. Lakini ni hivi, yani angalieni hapo hiyo video alipochukuliwa huyo jamaa. Yani kwamba kuna makamera everywhere.
hilo tukio limechukuliwa kwenye kamera. Yani there is no way. Yani ni tukio limechukuliwa, lakini kwa sababu wamefanya wenyewe, serikali wamefanya wenyewe, polisi, so hakuna video itakaoonyeshwa or anything, lakini they did this. Anyway, ndio hicho nilikuwa niwaambieni. If I have any more details I'll come back. Hii clip inayofuata ndio exactly jamaa alipovukia. Okay, hapo ni kwenye ilo ndio geti la BOT wanapoingizia pesa. Okay, so ndio alipovukia kwenda upande wa pili, and then hiyo clip inayofuata hiyo sasa ndio ukuta pale kwa mkuu wa wilaya. Hiyo gari ya silver ambayo nimeizungushia ndio exactly tukio lilipotokea, yani kelele alipozisikia zile kelele. Na hiyo clip ya pili nilipozungushia hiyo gari ya black, hapo ndio exactly ilipopaki hiyo Prado ilimchukua. I mean huyo jamaa ndio exactly walipokuwa wamepaki.